Hello, mambo vipi? Karibu tena katika sesheni yetu ya USD JPY recaps. Mchana kuna baadhi yenu tulikuwa tumeishia hii setup ya USD JPY United States Dollar dhidi ya Japanese Yen. Sasa hii pia kuna baadhi ya formation ilikuwa imetuachia na tukapata moja kati ya entry nzuri ya kubai na tukaondoka nayo. Hivyo nikaona sio vibaya tuingie sasa hivi tuchambue tule jinsi gani tulipata hii entry, japokuwa haijafika bado take profit, tunaweza tukaingilia njiana tukapata faida pia pamoja. Hivyo basi tuende pamoja tuone chukuaje hii entry. Tukianzia kwenye time frame ya daily, tunaona jinsi gani market ilivyotuachia this formation. Tukianzia kwenye time frame ya daily, kwenye daily market ili break this previous higher low, na tuka anticipate kwamba market itarudi tena huku juu, price itarudi tena kule juu. Hivyo basi market ikawa imekuja kufuata this formation, this area ambayo na imaki hapo validation to invalidation zone. Market ikawa imekuja kuingia humu ndani. Na baada ya price kuingia humu ndani, tunaamini kwamba price itarudi tena huku juu kuja ku clear liquidities ambazo zimeachwa huku juu na kuendelea na movement yake. Yaani price itafanya creation za high highs na high lows, itakuja itaingia humu ndani, ita break this previous lower high, then itakuja itachukua entry, itashuka huku chini kutokana na trend ya market kwenye monthly time frame. Sasa moja kwa moja nikapata entry hapa kuangalia humu ndani sasa. Mara baada ya market kuingia humu ndani, imetuachia nini tuweze kuungana na hawa buyers moja kwa moja mpaka huku juu kwenye hii zone. Nikashuka kwa time frame na kurudi kwenye 1 hour. Mara baada ya kurudi 1 hour, mara baada ya kurudi 1 hour ndani, pia tukaangalia tunapaswa kuzingatia market ilifanya break wapi. Hatuwezi kuingia trade bila kuangalia break ambayo imefanya humu ndani. Market tayari ishaingia ndani, imeshatufanyia break, imecreate high low, ikaja kuna high hapo iliacho, then ikatenza low. Mwishoni buyers wakatake control na hii momentum kubwa hii hapa, wakaja wakavunja this previous lower high, then ikawa imetochea formation hii hapa na hii hapa. Mara baada ya kuingia humu ndani, tukaja kuconsider humu ndani kimeachwa nini ambacho kitasababisha kutusogeza, itasababisha kutusogeza mpaka tufike huku juu moja kwa moja na kwa hawa sellers ambao wanasubiri huko juu. Hivyo basi nikaja nikafanya recaps, nikaja kufanya uchambuzi humu ndani kwenye hii area, kwa nini ambacho kimeachwa mara baada ya hiyo break. Market will break this previous lower high. Mara baada ya ku break this previous lower high, ikatuacha na formation hii hapa. This formation ni mark validation to invalidation area, na mkumbuke validation tuna mark open na closure ya candle, validation tuna mark week, and sometimes unakuta hakuna week, kuna body tu, tuna mark zote. Then nikatoka kwenye 1 hour nikaja kwenye 15, na uzuri tulikuwa tunachambua na baadhi ya community members hapa, naamini mpaka sasa hizi wako still on profit. Mara baada ya market kuingia, price kuingia huko ndani, ikaja kufuata area hii hapa huko ndani. Kuna this area, liquidity area hii hapa mnayoiona hii, ndio ile ambayo ilikuwa imeachwa ili kuja kufuata. Unaona kabisa moja kwa moja market ikaja imeingia aggressive kabisa. Mara baada ya price kuingia aggressive huko ndani, tukaja tukazingatia, tunatakiwa tuangalie risk to reward ratio, lakini pia tuangalie stop loss yetu hapo, stop loss yetu tunaweka eneo gani. Tuliingilia moja kwa moja aggressive hapa, lakini moja kati ya kitu ambacho kilituaminisha kwamba hii entry ni clean ni closure za candle. First candle imeclose above na the second one imeclose above, ambapo candle ya pili imeclose na momentum kubwa ya bulls ya buyers, lakini pia kuna candles hapa zinaonyesha kabisa kuna movement kubwa ya buyers. Ukirudi kwenye 5 minutes hapa, kuna uthibitisho mkubwa kabisa kwamba buyers wana take control kiasi kikubwa, japo kuwa saizi saizi session ya saizi hapa ni usiku, lakini naamini kesho market itapush
mpaka kule juu, na soon tunaenda kuhit our take profit 1. Mara baada ya kuhit take profit 1 tutasubiri hii previous high ivunjwe. Ikivunjwa hii hapa, mara baada ya market kwenda mpaka kule juu, ikivunjwa hii previous high, market itarudi kufuata liquidity ambazo zimeacha huku chini tena. Tutaungana na baadhi, itakuja itachukua na kuondoka. Hiyo basi, hii ndivyo entry ambavyo tumeichukua leo hii, lakini hapa pia usiofu, kuna entry ambayo unaweza ukaja kuchukua tena hapa mara baada ya price ku break this previous low high. Tunavyoelekea kule juu, kuna zone imeachwa hii hapa, kama unavyoiona. Tabaki itakuja itafuata huko ndani, itakuja huko ndani, itachukua then itaondoka. Hivi basi, kama unataka kuingia sasa, unaweza kaingia moja kwa moja hapo aggressive, lakini pia kama unataka usubiri price break this previous lower high, unaweza ukasubiri. Lakini uzuri sasa hapa tupo kwenye profit ya takriban pips 318, pips 318. Tupo kwenye profit, ni pips nyingi sana. Take profit mwingine tayari hapa anakuwa ashatoka sokoni, lakini pia nataka kuja kuingia hapo moja kwa moja pia. Kama take profit yetu ya kwanza itakuwa ni ile ambayo tulianticipate mara ya kwanza, tuna take profit ya pips 533 na stop loss yake iko tight sana. Stop loss yake nadhani itakuwa ni pips 47 na ikiwa na risk reward ratio ya 111. Ni moja kati ya good entry sana. Hii pia nitaingia for the second one. Ni hivyo tu ndugu zanguni, let's wait for the market self to kutuambia kwamba tupo right au tupo wrong, lakini naamini hii entry inakuwa the first one, inakuwa the good entry until we hit take profit. Thank you.